Mimi najua mzee Wangamati amekuwa mgonjwa kwa sababu mambo ambayo yalimfanyikia huyu mzee. Wakati wamebomoa nyumba yake, William Ruto na hawa kina Didmas hawa wakisimama kukampeni 2022, walituambia hakuna ubomozi utafanyika Kenya, ati kama kuna shida na shamba watatafuta solution ile walikuwa wanaita win-win. Kwa nini hawakumpea mheshimiwa Wangamati win-win? Kwa nini wanapea wengine win-win, wanabomoa ya Wangamati? Hapa Bungoma tukijaribu kuwekeza katika kaunti zetu sisi wenyewe hapa Kenya, kuna Waluhya wangapi wanaweza jenga gorofa kama ile Wangamati alikuwa amejenga? Hawa bomoi za wengine wanabomoa zetu kwa sababu ya wivu na kinyongo. Viongozi wako hapa Bungoma baline si honde sana, baline babona kozo kundi na esi Kenya kuinyoka banya bomu pasi. Wananiambia mimi leo Sifuna, wanasema mimi ni moto ya Masakari. Bana na nyamba bolelelu aki ya Mungu kwa alika busu mobwo uboneka Masakari mara buyanyo bali yeko busu mabweka Masakari sekaligario we bikenga buno boy hose waena. So sisi hatutatishwa kama vijana, tutasonga mbele. Jambo lingine, tumekuja hapa Bungoma wakati taifa zima liko ndani ya huzuni kwa sababu ya kisa ambacho kilifanyika pale katika shule ya utumishi. Watoto wetu wadogo wachanga sana, zaidi ya wasichana 16 wamekufa ndani ya moto pale utumishi. Na ukiangalia ripoti ambaye tunapata, wanachukua watoto 200 wanajaza ndani ya domu ya watoto 100. Mlango wanafunga na mtu anapotea na kifunguu. Wewe niambie, kama serikali iko ambaye inajali wananchi na inalinda wananchi, kisa ambacho kilifanyika utumishi hakingefanyika. Walikuwa wapi wale ambao kazi yao katika Ministry of Education ni kuhakikisha safety standards are followed within our schools? Hawakuwepo, walituangusha. Jana tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu wamepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Sasa nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi wanalinda mwananchi tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Immediately he is out of office, 80% of our problems will go, kwa sababu ni mtu mwenye roho mbaya. Hapa Nzoia nimekuwa naongea na wakulima leo, wananiambia leo ndio miwa yako ikatwe na tunahitaji permit, na unahitaji uhonge mtu ndiye akupatie hiyo permit ya kukata miwa, wakati miwa walikuwa wanapambania pale nyuma. Wameingiza sukari zimejaa kwa magala ya Nzoia, hawana haja na miwa yetu, wanataka kuuza sukari ambao wameingiza kila gai. Kwa hivyo hii serikali ni serikali dhalimu, na tunataka tuseme hatutakubaliana na nyinyi. Uwezi kutugandamiza na uweze kututawala pia. Wangapi hapa Kabuchai wanasema tuendelee mbele? Wangapi wanasema one term hapa? Wangapi wanasema one term? Bishop Kadima, Bishop Nosi mabuza ese muweo bego zalidaka lala yonge malilisi. I have a lot of respect for you as a Catholic myself. So nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi tutatembea Kenya mzima, tuwatafutie marafiki nyinyi. Hakuna kabila ambaye imewahi kosea Sifuna. Mtu anakukosea individually. Nyinyi kuna watu mnasema nisiongee nao. Nitafute marafiki Kenya mzima. Tuende Ukambani kesho. Tuende Mlima Kenya pia tuombe kura huko. Kama kwa hubo toka saa angwa nano munde kule ni mzima. Kuja kuime basale banyala baya kueta kurusi omundu muno omundu yuno usala. Sakalika rio? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency.